kanisani kukipata kutengano. Watu wanatengana ni kwa ajili ya uadui. Kwa hivyo tuondoe kutengana. Hata penye huko, hata wakati tuko kanisani. Hiyo jambo ingine ni kwamba mafunzo yasiyofaa. Hata tukiwa watumishi tunafaa tujitazame. Wakati tunanena jambo hili, maana kunao wanaoongeza na kunao wanaotoa. Katika hii neno Mungu amesema ya kwamba yule ambaye atatoa ama aongeze, vile maandiko imeandikwa, hapo na hukumu yake. Tunafunzana vipi? Hata wakati unakuja kuongea na mwenzako, unamfunza ya kumpoteza ama ya kumnyoosha. Vyema tuangalie mafunzo yetu, vile ambavyo tunafunza na vile unafunza mwenzako. Unaweza pata mtu ako na shida, homa yake imeharibika, na wewe ufunze venye mnaweza omba Mungu. Unamwambia toka, ondokea huyo pepo. Hiyo ni mafunzo maovu. Urejeshe kwa Mungu, simame kwa maombi. Hicho ambacho kinaharibu hiyo Mungu, hiyo mnafaa kuondoa. Maana wakati wote, hata mtoto akitenda wote, sio mtoto mbaya. Unafaa usimame na kilicho ndani yake. Maana shetani hupitia hata kuku. Wacha mtu hata ng'ombe. Mungu wa shetani anaweza pangia ng'ombe hiyo ambao unapanga, ajue itakupeleka hospitali. Umeishi kuikamua, umeishi kuizinda, haitaifanya vibaya. Siku ya moja ingie mapepo, ikuje ikiwa imekunyorosha na utipate kwa wote. Tunafaa tumjue shetani. Hata rafiki yako kama anakuchukia, wacha kumtenga. Tunafaa tumuombee kilicho ndani yake kimbadilishe. Tuendelee. Mambo ambayo inaitwa uchokozi. Watu wengi huchokoza. Hata walio katika ploti tunayaona. Wanaweza kuja wamwage maji. Hata shamba wanakuja wanalisha. Wakati tumechokozwa, sisi hatufai kuchokoza. Kama tunaongozwa na Roho, tunafaa kuomba. Tunafaa kuomba na yule ambaye anatuchokoza, kilicho ndani yake kitoke. Tuendelee. Hasira. Hakuna mtu ambaye hakasirika. Hata Yesu alikasirika. Na anawaita. Hata anawaita mapepo. Hata alikuwa anaenda katika madhabahu, anapiga kila kitu. Wakati ananyosha mateke, hapo amefurahia. Alikuwa amekasirika. Akiitana hivyo ni vile